Bahati nzuri sijawahi kusikia dawa mganga bingwa kutoka Moshi wa biashara. Unakusikia? Wachanga waamini ujinga huo. Ulisema Mungu anawawezesha watu wote. Wema, neno la Mungu linasema. Ni neno la Mungu, Mathayo 5:45. Wema na waovu. Lakini leo kuna watu wanapata mali kwa kutoa sadaka, maisha yao, watoto wao, wake zao, na shetani amewafanikisha. Je, swali langu ni moja. Hapo kuna Mungu kwamba anawawezesha? Ndani ya hilo swali, pastor, shetani pia alimjaribu Yesu, akamuonesha miliki ya dunia. Akasema ukinisujudia nitakupatia hivi vyote. Mathayo 4 hiyo. Ndio. Una uhakika hiyo mali wanapata kwa sababu ya utoaji wa kafara? Sina uhakika, ila wao wanafanya hivyo ili wapate na wanafanikiwa, lakini sijui. Ni kwenye kutokujua tu. Nikuulize swali. Tunasoma Zaburi 24 mstari wa kwanza, mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Unaamini bado? Naamini. Vyote ni mali ya Bwana? Ndio. Unaamini katika Hagai 2 mstari wa 8, fedha ni mali ya Bwana na dhahabu ni mali ya Bwana? Ndio, naamini. Unaamini bado? Ndio. Unaamini mvua inatoka kwa Mungu au inatoka kwa shetani? Inatoka kwa Mungu. Waovu wakilima wanavuna? Wanavuna. Ni dawa zao ndio zinawaletea mvua? Hapana. Hapana, ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Tunaposoma katika ile Ayubu, tulisoma Ayubu sura ya 21 mstari wa 5 mpaka wa 10. Tukasoma Ayubu sura ya 12 mstari wa 6 kwamba hata waovu Mungu mikononi mwao anawapa mali nyingi. Nikuulize swali jingine kwa wana wanaofikiri hivyo. Je, shetani anaweza kuumba? Hana uwezo wa kuumba. Sasa madai ya kusema ibilisi anawapa mali yanatokea wapi? Hakuna chochote. Huo ni udanganyifu tu. Hakuna chochote anachofanya ibilisi kwa mwanadamu yeyote. Hakuna. Kuulize swali tu. Uenda wewe kufahamu hiyo kitu. Wakati sisi tunasoma na uenda pengine umekutana naye. Kulikuwa kitu kinaitwa mazingaombwe. Anakuja mtu na kiberiti, anakuja mtu anachukua majani ya mti, alafu anaweka ndani ya kiberiti, anazungumza maneno yake pale, anafungua, zinatoka noti za shilingi 10. Za kijani zile. Wakati huo anatengeneza nini? Sogeza mic. Noti. Kutumia majani ya nini? Ya miti. Nilipokuwa nikajiuliza, kama huyo ana uwezo wa kutengeneza noti kutoka kwenye majani ya miti, kwa nini tunaingia kwa vingilio? Kama ana uwezo wa kutengeneza hela kwa majani, alipaswa aturuhusu tuingie bure. Ukiona anachukua hela yako senti 20, senti 10 wakati huo na kila kitu, alafu anatengeneza noti, ni uongo. Hiyo ni fake, umebabaishiwa tu. Hakuna chochote. Ni kama wale wanaenda kwenye dawa za waganga, eti dawa za mapenzi, sijui za biashara. Bahati nzuri sijawahi kusikia dawa mganga bingwa kutoka Moshi wa biashara. Unakusikia? Wachanga waamini ujinga huo. They don't accept. Utawasikia huko kwingine ili wajinga waliwe. Ana dawa za mapenzi na mke wake wa kwanza alishagaondoka na dawa zake anazo. Hivi unajua ni vituko unavisikia tu. Ana dawa ya mali, takupatia dawa ukapate Tanzanite. Na yeye mwenyewe hana chochote hapo nyumbani. Si angeenda yeye, si angewapa hata watoto wake. Ana dawa za biashara. Ndio wale wachungaji wa siku hizi na manabii feki wanakupatia picha ya mtume na nabii ya ulinzi wakati yeye bodyguard. Unalindwa na picha yake. Una akili kweli? Ndio tu babaishaji huu. Sawa pastor. Kwa hiyo wakati ibilisi anamwambia Yesu ukisujudia nitakupa, ajenda haikuwa hizo. Maana hivyo vyote amevikuta, ametupa kutoka juu akaenda duniani, vimekuwa vyake lini? Kwani Yesu alikuja achukue mali? Ndio aliyokuja kutafuta. Kuna mawasiliano ambayo sina muda wa kuelezea hiyo kitu. Hakuzungumzia kuhusu mali. Nikupatia mfano mwingine. Wakati Mariamu anamwambia Yesu ya kwamba hawana divai, ile Injili ya Yohana sura ya 4. Alafu Yesu anajibu, mama,
muda wangu bado. Ukisikiliza mazungumzo utaelewa maana yake nini, lakini Mariamu alijua alichosema na Yesu alijua hoja yake ni nini. Hoja haikuwa kwamba wametindikiwa divai. No, Mariamu alikuwa na hoja tofauti kabisa, na ndio maana Yesu anajibu kila ambacho hakijasemwa, ambacho Mariamu anafahamu. Kwa hiyo alitaka Yesu ajidhihirishe yeye ni Masihi, sio kwamba atengeze tu divai, na Yesu anamwambia huo muda bado. Kwa hiyo haya ni mazungumzo ya Yesu na Shetani, ambayo ilikuwa ni jambo zito liko pale. Ilikuwa ni shortcut ya kurudisha ulimwengu kwa Bwana, kuliko njia ya mateso na maumivu ambayo Yesu alijua anaipitia. Kwa hiyo alikuwa anampa shortcut isiyo na shida, alafu natokezea. Ni kama wanaoiba pepa.